Ebana, mtanange wetu ulianza mwezi Februari tarehe 28 mwaka huu baina ya timu mbili zenye hasira kali, huku timu moja ikiwa na usaidizi. Toka mtanange umeanza, mashuti makali yamekuwa yakipigwa kwa kila pande. Leo hii ni siku ya 29 ya gemu hii ambayo haijulikani ni lini itakwisha. Kadri mashambulizi yanavyozidi kuongezeka, ndivyo hatari ya kupatikana kwa magoli inazidi kuwa kubwa. Siku moja timu ambayo hapo mwanzo ilionekana ndo mwamba wa mashindano hayo, ilisikika ikiomba wachezaji wa kutosha kutoka kwa washirika wake wa karibu, lakini jitihada hizo zikagonga mwamba. Sasa hivi unaambiwa timu ambayo iliingia uwanjani kama underdog inapeleka moto vibaya mno, licha ya kupoteza wachezaji wake muhimu. Hatua hiyo imefanya timu ilionekana kubwa sasa hivi kuanza kuomba mazungumzo baada ya kuona ngoma inazidi kuwa ngumu. Lakini timu ilionekana kama underdog imesema kuwa ili iweze kuingia kwenye meza ya mazungumzo, lazima timu kubwa ikubali masharti kama vile kusitishwa kwa masharti juu ya makombora ya timu ndogo, kulipa fidia juu ya mashambulizi yaliyofanywa kwenye lango la timu ndogo, na pia timu kubwa isitishe mashambulizi kwenye lango la timu ndogo. Je, hali hii inaashiria kushindwa kwa timu kubwa na ushindi kwa timu ilionekana kama underdog? Tukutane kwenye comment. Jina langu ni Fred Kuboja.